watakaofanya vizuri anawachukua kuwatengenezea njia ya kuingia duniani. What more do you want? Okay, let's choose Tanzanian fellows. Let's choose between Leo to post on his Instagram or to go in Qatar watching the match under 17 and picking our boys or our girls to take them to the world. Tuchague. Tunataka Leo aposti au atusaidie kuchukua vijana wa Tanzania kuwapeleka duniani. Alafu bila haya mtu unaenda kwenye kucomment tena kwenye kumzodoa tena kwenye akaunti yake, yani na macho amekutoka. Kuna wengine tu jamani, unajua mambo ya kula bure na yeye ana shida yake. Kuna mwingine ukimwangalia amekaa pale kumchambua Leo. Wewe kweli, do you have that guts? Leo ni captain wa England mstaafu, ni captain wa Manchester. Mwenzako amecheza na kina Beckham, amecheza kina Ronaldo ambao hata mkono wao hujawahi kuushika. Alafu kwa sababu tu ya tofauti zetu tu hapa za mipira hapa, tunaanza kumuingiza mgeni wetu kwenye mijadala ambayo haina. Lakini angalia la pili. Leo kupitia ziara yake hii hapa, kupitia ziara yake amegundua potential tulionao Tanzania ya uwekezaji ni kubwa. Ndio maana hapa mnamwona waziri wetu wa ardhi amekaa hapa. Leo amefanya kazi na makampuni makubwa kiasi kwamba yako tayari kuja kuwekeza Tanzania, na hapa tayari wameshakubaliana na waziri wa ardhi. Timu ya Leo na timu ya Wizara ya Ardhi wanaanza discussion namna gani tubadilishe miji yetu kuifanya kwa miji ya kisasa. Hapa mmemwona DG Terry kutoka Tiseza chini ya waziri wetu Profesa Mkumbo. Wamempa Leo eneo ambalo anakuja kujenga training center ya kwake hapa Tanzania. Waziri wetu wa maliasili kwa kazi kubwa na network anayojua Leo alionayo, jana wamempa ubalozi. Wanakaa kuangalia area zipi Leo atawasaidia. Hasa ndugu zangu wa Tanzania, hebu twende taratibu. Twende taratibu. Hii sio ndoa kwamba eti kwa sababu ni post basi kama kweli unanipenda hii watu wajue umenioa. Kwa sisi tumenufaika sana na ujio wake. Kimsingi kwa na mbembeleze ikiwezekana akae zaidi ili tupate mengi zaidi. Takupa mfano mmoja mdogo tu. Wanaotengeneza saa ya Rolex ni rafiki zake Leo. Juzi wakati Wizara ya Madini imemtuma commissioner amefanya presentation, Leo ndoto yake ni kuwashawishi watengenezaji wa Rolex duniani waweke Tanzanite kwenye Rolex iuze duniani na Tanzanite yetu ipande thamani. Wao wanataka kuposti. Sasa huwa nasemaga hivi, when general are discussing, Kruta mnatulia. Naomba kurudia tena. Ukikuta majenerali wanajadiliana jambo, wewe Kruta kaa kimya. Si kama mnaelewa? Mkikuta majenerali wanajadiliana jambo, wewe Kruta kaa kimya. When general are talking, just keep quiet. Sasa niwaombe wizara yetu, tunayo ndoto ya kuhakikisha tunatumia kila network tutakayokuwa nayo kutoa mchango chanya wa kutimiza ndoto za Watanzania, hasa watoto wenye vipaji wanahitaji kushikwa mkono. Leo kama mgeni wetu huyu amekutana na spika wa bunge letu, amekutana na waziri mkuu wetu, amekutana na mawaziri,
na anaondoka ana passion kubwa ya kurudi Tanzania. Na moja swali ambalo mwandishi mmoja muuliza, sitaisema nini, mimi nataka aje ajibu mwenyewe ndio. Ndoto yake kuhusiana na wachezaji wakubwa, legend kuja Tanzania. Hiyo ni moja ya plani yake, atakuja kujibu yeye mwenyewe. Kwa sisi tunao matumaini makubwa na ujio wake, na hatutaacha kuwaleta watu watakaoleta manufaa kwenye taifa letu. Kwenye maisha ni kupambana, ni kujaribu, ni kujituma. Katika ule wataka 10 utapata 2, utashukuru Mungu, lakini hautakata tamaa. Yawezekana ukataka 10 usipate 1, bado hautakata nini? Tamaa. You continue fighting. Na mimi nataka kuwaomba vijana wenzangu. Mshawahi kufikiria kama mlima Kilimanjaro ni mrefu kwa Afrika nzima na kwa dunia ni wangapi? Wa pili. Hebu tuulizane tu, sisi tulishawahi kuposti mlima Kilimanjaro tukautangaza? Serengeti hapa imekuwa mbuga inayopewa tuzo mara ngapi? Hata ikitokea tu kwamba jamani tunashindana, pigeni kula, wewe umeshawahi kushiriki kuhamasisha watu wangapi wapige kula kwa ajili ya Serengeti iendelee kuwa mbuga bora duniani? Sasa kama hujawahi kufanya, basi hebu tufanye, tu promote nchi yetu in a positive way. Leo kwa kweli sio siku yangu ya kusema, leo ni siku yangu na mimi ya kusikiliza. Unapokuwa na mgeni ukampokea, akapata nafasi ya kutembelea nchi yako, na mkapata fursa ya kumuonyesha mambo makubwa mazuri yanayofanywa na serikali ya Daktari Samia, anapoondoka ni vyema akasema alichokiona kulinganisha na kile alichokuwa nakifahamu au kukisikia. Na baada ya hapo sisi tutabaki kuendeleza kujenga mahusiano. Lakini kwa summary tu kwamba tumekuwa na wakati mzuri sana na waziri wetu wa nyumba na makazi, ambaye sasa pia tuko naye hapa kwa sababu tuko na kikao naye ndani. Tumekuwa na wakati mzuri sana na mkurugenzi wetu mtendaji wa TISEZA Bwana Teli, akiwakilisha wizara yetu ya uwekezaji. Lakini tumekuwa na wakati mzuri sana na kamishna wa madini akimwakilisha waziri wetu wa madini. Tumekuwa na wakati mzuri sana na waziri wetu wa utalii, dada yangu Dr. Ashanti, naye ambaye tulikuwa naye jana pia. Tumekuwa na wakati mzuri sana na watu wa uchukuzi wakiwakilishwa na ndugu yetu Engineer Machibia. Tumepata fursa kubwa kama wizara ya michezo kupitia ndugu yetu, rafiki yetu Leo. Kuwepo kwake hapa Tanzania haijawa tu kama mwanamichezo, bali kwetu imebadilika kwa fursa ya kiuchumi. Sasa nisingependa kuchukua muda mwingi. Leo nitamani yeye ndio awe mwongeaji wetu, na mtapata nafasi ya kuuliza maswali, na mna haki ya kuuliza swali lolote. Lakini mambo matatu muhimu tu ya kuzingatia: moja, muda. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.